sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Jehova, angalia Bwana. Angalia Jehova, angalia Bwana, angalia Jehova, angalia Jehova, angalia. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Jehova, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Jehova, angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana, angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Jehova, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Jehova, angalia Bwana. Sisi wana wako tunakuimbia, angalia Jehova, angalia Bwana. Sisi wana wako tunakuomba, angalia Jehova, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Jehova, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Jehova, angalia Bwana. Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Nani kama wewe jire? Nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Nani kiongozi Bwana? Nani kama wewe? Nani kiongozi Bwana? Nani kama wewe? Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Nani kama wewe Mungu? Nani kama wewe? Nani kama wewe Mungu? Nani kama wewe? Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Nani kama wewe Baba? Nani kama wewe? Nani kama wewe Baba? Nani kama wewe? Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Nani kama wewe Baba? Nani kama wewe?
nani kama wewe? Hakuna kama wewe, Bwana wa mabwana. Hakuna kama wewe, Bwana wa mabwana. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. 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 Wewe ni Mungu wa mababa aliye kama wewe. Wewe ni Baba wa majeshi, hakuna kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu wa majeshi, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu wa baba aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Baba wa mabwana aliye kama wewe. Wewe ni Mungu wa majeshi, hakuna kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye 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 kama wewe. Tumpigieni Yesu makofi. Pigieni waimbaji makofi. Asante sana. We are trying with all our makeups. Tunaweza kuketi chini sasa. We thank God for everything. Najua Christmas inakuanga na mambo yake. Wacheza wengine vyombo walisafiri wakaenda Geshagi hawajarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. But you are going to make it that way. So this is a time for, I want to give it to my friend pastor. Mtumishi wa Mungu ambaye amemwagiliwa mafuta. Mtumishi ambaye kwa muda mfupi ambao nimemwona ni mtumishi ambaye he is a true man of God. And ukiona my spirit inakubaliana na huyu mzee, ni kumaanisha nimemwangalia. Ijapo sina geji ya kupima, lakini tunaambiwa discern every spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Even what I speak, what I tell you, discern it. Don't just consume everything that comes on your way. Discern it. Somebody to give me a mic from inside there. I want us to hear, we hear the word from this man of God. He's all the way from Loitoktok. Sema Loitoktok. Sijui kama amejua ni Masai ama ni huko. But he will share us a word with him. Give him.
And from there we shall have our testimonies. Today I'll be the master of ceremony, because I found myself being the master of ceremony. Hallelujah. And tulipoanza tulisema mwaka hii yote tumekuwa na nini? Umekuwa nini mwaka hii yote? Yeah? Yeah? Hakusikia. Mwaka hii yote umekuwa nini? Mbuzi. Inaitwa goat. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo put your hand together ninapomleta mtumishi wa Mungu atupatie neno, kisha from there we shall proceed. Saa nne. You can push until saa 4:45 kama utaweza, as we go forward. Then I have a word for today, for this year. Thank you, mtumishi. Hallelujah. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimewasalimieni nyote katika jina la Yesu. Mko wazima? Kwa majina yangu ninaitwa mtumishi wa Yesu. Mimi ni mtumishi wa Yesu tu. Hallelujah. Majina yangu ninaitwa mtumishi wa Yesu George Mwaura. Hallelujah. I'm not a Maasai. Though I look like a Maasai. I'm learning to speak Maasai. Although it was just another day when I finished standard 8. That is when people stopped calling me Maasai. Hallelujah. And today I'm living in the Maasai land. Hallelujah. Na ninamshukuru Yesu kwa sababu zaidi ya mambo yote ya kule tumetoka, kule tunavyoishi, ninamshukuru kwa sababu ya kunipa nafasi ya kuweza kuja hapa, na zaidi ya mambo yote kupata nafasi ya kuweza kunena na wewe. Hallelujah. Sijui kama uko tayari. Sijui kama roho yako iko na utayari wa kusikia kile ambacho Yesu anataka usikie. Hallelujah. Ama umekuja na utayari wa kusikia kile ambacho masikio yako yanataka kusikia. Hallelujah. Unajua hao ni watu wawili tofauti. Hallelujah. Maandiko yanasema ya kwamba nyakati za mwisho ambazo ndio hizi tunazoishi, watu watapenda kusikia kile ambacho masikio yao yanayowasha. Wanataka kusikia. Hallelujah. Watu watapenda kusikia kile ambacho masikio yao, their itching ears want to hear. Hallelujah. Na kunao wale ambao roho zao zinatafuta kusikia kile ambacho mbingu inasema. Hallelujah. Those are two different people. As I was coming, nilikuwa ninaongea na dereva wa ile gari ambayo nimekuja naye, na nikawa ninamshirikisha kwa sababu ameniambia ameokoka. Hallelujah. Na mimi mtu yoyote nikikaa na yeye, awe ameokoka hajaokoka, I can raise a topic out of nothing na nianze kuongea na yeye. Hallelujah. Na wakati ambapo nilipokuwa ninaongea na yeye, ndio nikawa ninamwambia we live in a world of two people. Hallelujah. Tunaishi katika dunia ambayo ni ya watu wangapi? Wawili. Hallelujah. Hata saa hii vile ambavyo tumekaa, tuko vikundi vingapi? Upende usipende. And you belong to either of the two. Hallelujah. Na ajabu, nilipokuja na dakika 3 hazijapita tukiongea na mtumishi hapa,
yale maneno niliyokuwa ninayaongea kwa gari akawa ndio naye anayaongea. Haleluya. Nikawa ninamuongelesha yule dereva, nikamwambia ya kwamba you are either in the right or you are either in darkness. Hallelujah. You are either in the truth or you are either in a lie. Maisha yako wewe, hata na maisha yangu mimi, either niko kwenye nuru ama niko kwenye giza, niko kwenye ukweli ama niko kwenye uongo, either niwe niko rohoni ama niko mwilini. Haleluya. Na zaidi ya yote, either niwe niko kwa Yesu ama niko kwa shetani. Haleluya. Sasa sijui wewe uko wapi. Haleluya. Either wewe uwe ni mbuzi ama wewe uwe ni kondoo, ni lako. Mimi si hukumu mtu. Haleluya. Ni maandiko. Nikawa namwambia kule kwetu tunaishi tu hapo karibu na mpaka wa Kenya na Tanzania. Haleluya. Siku moja kama Yesu atakujalia neema ya kuja huko, nitakupeleka tu hapo mpakani. Na ukifika pale mpakani, kuna mahali ambapo panaitwa no man's land. Ukisimama pale, you are not in Kenya, you are not in Tanzania. You are in a no man's land. Hallelujah. Lakini nikawa namwambia, na hayo ni mojawapo ya mafundisho ambayo huwa ninayafundisha, ya kwamba katika masuala ya imani na katika masuala ya wokovu hakuna kitu kinaitwa no man's land. Hallelujah. In matters of faith, there is no man's land, there is no vacuum. Hallelujah. You are either in Christ or you are in Satan. You are either in the light or you are either in darkness. You are either in the truth or you are in a lie. Hallelujah. Tumsifu Yesu. We live in a world of two people. We live in a world of two groups. Maandiko yanaonyesha, Yesu akasema ya kwamba hata ni wangapi ambao wameokoka? Kama umeokoka, why is it that unainua mkono hivi like you are not confident of what you are saying? Hallelujah. Unajua wokovu si kitu cha kuficha. Kama kwa hakika Yesu yuko ndani ya roho yako, wokovu ni nguvu. Paulo anasema ya kwamba ni nguvu na uweza wa nani? Kwa hivyo unapoulizwa umeokoka, simama vizuri, kifua mbele, mabega juu, na useme ndio, mimi nimeokoka. Hallelujah. Kwa sababu unajua kwa hakika Yesu anakaa ndani yako. Hallelujah. Sasa Yesu akasema ya kwamba, akapeana huo mfano, kile ambacho ninakwambia. Pengine unaweza kuulizia huyu mtu anaongea mambo gani? Yesu akaongea juu ya wajenzi wangapi? Mmoja mwenye hekima ama mwenye busara, na mwingine ni mpumba. And you are either of that. Wewe ni mmoja katika hiyo. Hallelujah. Wewe ni ujiulize swali na ujijibu mwenyewe. Mbele za nani? Hallelujah. Na kama haujielewi, piga magoti tu with just a broken and a contrite spirit. Umuulize Yesu, Yesu, mimi ni nani mbele zako? Atakujibu. Na atakwambia wewe ni mbuzi ama wewe ni kondoo. Atakwambia wewe ni mjenzi mwenye busara ama wewe ni mjenzi mwenye mpumbavu. Hallelujah. Atakujibu tu. So long as your spirit is broken before him. So long as you are truthful before him. And even before uende sana mbele zake, your conscience, dhamira yako, will have witnessed about who you are. Hallelujah. Tumsifu Yesu. Namshukuru Yesu kwa sababu ya kuwepo hapa siku ya leo. Leo ni siku gani? Mimi huwa ninapenda kuongea na watu ambao wako na people who are alive.
Sasa ninasikia huyu mama peke yake, hao wengine wote nasikia Kwani hata hujui uko hapa kwa sababu gani? Leo ni siku gani? Siku ya mwisho wa mwaka. Mimi in fact hata sitahubiri. Lakini wacha nikupe ka story. Kisha tutaconfirm kwa maandiko. Wakati nilipokuwa mdogo, na ninajua wale watu kwa sababu ninaona hapa ni watu wenye umri kidogo, watakubaliana na mimi. Siku kama ya leo ilipokuwa inafika, kuna yale mambo ambayo tulikuwa tunayatarajia katika maisha yetu. Haleluya. Kuna zile tabia na mienendo na hali za maisha ambazo tulikuwa tunazichukia. Lakini ikifika tarehe 31 unasema ya kwamba leo kwa sababu ni siku ya kuruka mwaka, mimi sitaki kuruka na yale mambo mabaya ambayo nimeyafanya, zile dhambi ambazo nimezitenda mwaka huu. Sasa mimi ninagojea saa 6 ikigonga tu. Haleluya. Ninapoenda kuruka mwaka, sijui kama nyinyi mlikuwa mnarukaje. Haleluya. Usiwe na wasiwasi mama. Usijali. Ni vitu tu vya kawaida. Unaona Kwetu sisi tulikuwa tunachora line hapa. Kwetu sijui kwenu. Sasa mnaangalia sapa, mnahesabu. Kuna mwili wa kuangalia. Unajua siku hizo ile saa inaitwa ya disco. Ile ya kupiga hivi. Mimi ndio nilikuwa kijana walika yangu ambao nilikuwa nimeweza kuinunua. Nilikuwa nimenunua hapa Machakos Country Bus 45 shillings. Sasa nikawa ninaiweka mkononi. Kwa hivyo nilikuwa naangalia wale wengine. 56, 57, 58, 59 ikipiga 00 wote tunaruka ile line. Haleluya. Kisha sasa unasema zile tabia mbaya, zile nini zote nimeziacha. Haleluya. Siku moja nikawa katika hiyo tu. Nikiwa mtu mzima tu. Nilikuwa nimeoa, niko na mke. Nikamwambia leo ninajua ni siku ya mwisho wa mwaka. Na kwa sababu nimekuwa mtu mbaya, sasa leo I'm going to make a good husband of you. Nitakuwa mume mzuri sana kwako mke wangu. Kwa sababu nilikuwa mlevi chakari. Haleluya. Kuna wakati nilikuwa nafanya kazi Mombasa. Na kwa sababu ya ulevi nikaona sina maana, nikasema wacha nijiue. Nilikuwa nasikia kuhukumika kwa sababu nilikuwa kwenye kifungo cha ulevi na tabia zingine mbaya mbaya ambazo zinaandamana na walevi. Na siku moja kwa sababu nilikuwa ninakaa Mombasa, by then Mombasa hakukuwa na nyumba nyingine kubwa isipokuwa ile inaitwa NSSF House. Nilikuwa naishi kule juu. Nilikuwa caretaker wa air conditioning system huko. Sasa kazi yangu ilikuwa ni asubuhi kuamka, kuhakisha mashini, ku make sure kwamba it is working in all the floors. Then from there ninaingia kwa bar. Nikunywe pombe mpaka jioni. Sasa siku moja nikafikiria niende nikajitoze baharini nikufe. Kwa sababu nimejikosea maana. No, nikafikiria niruke kutoka kwa hiyo building. Kutoka the 22nd floor niruke chini nikufe. Haleluya. Lakini nilipopanda pale juu na nikawa ninataka kuruka nianguke, nife, sauti ikaninenea, ikaniambia George, usijiue. Nikashindwa ni nani huyu ambaye ananiangalia, nani huyu ambaye ameninenea? Mimi huwa ninaishi huku peke yangu. Hiyo sauti imetoka wapi? Na iliponinenea ile pombe yote ambayo nilikuwa nimekunywa ikaisha kwenye kichwa. Nikarudi kwa nyumba, nikalala nikilia usiku mzima. Kesho yake ikawa ni hivyo hivyo. Nikaenda nikanywa pombe, nikasema hasa leo kwa sababu jana sikuweza kujiua, sasa leo nitaenda kujitoza baharini. Nikiwa pale juu ninaangalia mji wa Mombasa wote kule, ninaona bahari hiyo. Nikasema shetani ananihubiria. Nikasema nitaenda nijitoze pale baharini. Tena usiku.
Shetani amenihubiria, ananiambia kwamba usiku ndio samaki wale wakubwa huwa wanatoka kule deep sea, wanakuja pale Likoni hapo kutafuta chakula. Kwa hivyo nikasema ninaenda kujiua hapo. Haleluya. Nikaenda nikapanda juu ya feri. Na wakati huo haungeruhusiwa kukaa kwa feri huku kule juu masaa ya usiku yakuwa yamepitiliza. Sasa nikamanage kwenda mpaka kule. Shetani akaniwezesha kwenda kukaa kule juu ili niweze kujiua. Na nikaenda nikajiseti mahali vizuri. Nikasema ikifika tu pale katikati, mimi ninajitoza ndani ya maji, nife niachane na haya maisha. Haleluya. Feri ilipofika katikati ya bahari, nilipokuwa ninataka kujitoza ndani, nikasikia ile sauti ikaniambia, George, usijiue. Na mara ghafla ile pombe yote ambayo nilikuwa nimekunywa ikaisha kwenye mwili. Haleluya. Ikaisha. Nilipofika upande ule mwingine nikaingia kwenye bar, ilikuwa inaitwa Makuti. Nikaenda nikaitisha pombe ambayo nilikuwa nimezoea kunywa, ilikuwa inaitwa Smirnoff Blue Label. Nilikuwa nakunywa hiyo. Ilikuwa imenichoma maini, nikija kuokoka maini yangu yalikuwa yameoza. Asubuhi nilikuwa ninaamka ninatapika, ni kama mtu amekunywa mayai. Hallelujah. My liver was destroyed. I was rotten. I was dying. Hallelujah. Nikajaribu kunywa ile pombe nikashindwa, nikaichukua nikaitupa baharini, nikatoka, nikarudi kwa nyumba, nikaenda nikakesha nikilia mpaka kesho yake asubuhi. Asubuhi yake ndio nikarudi ofisi, nikaambiwa, nikapata ofisi simu imepigwa kutoka Nairobi, nikaambiwa huyo caretaker anatakikana Nairobi. Nikaingia kwa gari Mombasa raha siku hizo, mpaka Nairobi. Kufika Nairobi, mwajiri wangu akaniangalia hivi, akanionea huruma. Kamtu kamekonda, kamepoteza sura, kanakaa kama shetani. Aliponiangalia hivi akaona huyu la kumsaidia ni kumwambia aende nyumbani. Nikaenda nyumbani. Nilipoenda nyumbani sasa, bado ninang'ang'ana na kuwa kijana mzuri wa baba yangu, kijana mzuri wa mama yangu, na mume mzuri wa mke wangu. Haleluya. Ndio hayo sasa ninayokuambia kwamba ikifika Disemba tulikuwa tunajaribu, nataka kukuleta mahali. Haleluya. Disemba ikifika, mimi mlevi ambaye nimelemewa, mimi ambaye nimefungwa, mimi ambaye siwezi kujitoa katika kile kifungo, siwezi kujitoa kwenye dhambi. Sasa tarehe 31 ikifika, hata tunaenda kanisani, tunayafanya hayo. Haleluya. Tunaruka laini, unasema sitawahi kunywa pombe tena. Siku moja nakumbuka nilinunua pombe nikaenda nayo nyumbani, nikasema sitakunywea huko, lakini hii ni ya kwenda kumwaga, ili tunaporuka mwaka niseme sitakunywa pombe tena, ni mwage yote. Na sigara nikatoa, nikavunja, nikasema I will never smoke again. Hallelujah. And when I did that, I remember the last December ambao nilifanya hizo vituko. Nikamwambia mke wangu sitawahi kunywa pombe tena na sitawahi vuta sigara tena. That same night, nilitime mke wangu amelala, nikasikia amelala. Nikajinyosha pole pole, nikachukua nguo nikavaa, huyo madukani. Mke wangu akija kuamka asubuhi, akakutana na mtu ambaye ni mlevi. Amemwaga pombe jana usiku na akasema hata kunywa tena, amevunja masigara na akasema hata wahi vuta sigara tena, lakini saa hii tena ni mlevi na masigara ndio haya. Hallelujah. What is the point? Tuende katika kitabu cha Zekaria. Kitabu cha Zekaria. Uko na Biblia? Kama huna Biblia hebu inua mkono. Niko na Biblia, nimekuja nazo pale. Kila mtu apate yake. Inua mkono kama huna Biblia. Kama huna inua mkono. Kabisa kama huna. Niko nazo, ziko pale.
Sikiliza nikwambie, wokovu ni gharama. Mimi sina Biblia ambayo naweza kukupatia dada yangu, na siwezi nikakupa. Kuna wakati ambapo nilikuwa ninafanya kazi na nilikuwa ninaendesha matatu, na nilikuwa ninaweza kukusanya pesa zangu zote, ninaenda kwa watu ambao wanaitwa Bible League, ninanunua maboksi na maboksi ya Biblia, ninaenda kupelekea watu. Haleluya. Lakini wakati mwingine Biblia inasema kwamba wakati nilipokuwa mtoto nilikuwa ninafanya kama nani? Lakini nilikuwa nafanya mambo ya utoto nikijaribu kuinua watu. Haleluya. Today siwezi kununua Biblia nije nikuletee. Wokovu ni gharama. Chukua pesa, nenda ununue Biblia. Angalia umevaa kiatu ya 3,000 na Biblia kama hii yangu wakati nilipokuwa ninainunua nilinunua 2,500. Haleluya. Na hizo vitu vya kupewa vitu chipu achana nazo. Gharamika, nenda ununue Biblia na ujitoe kusoma Biblia. Usinionyeshe hiyo ya mtandaoni. Haleluya. Na hii Biblia ya mtandaoni unaweza ukaizoea, lakini kuna kitu kimoja ambacho itakumalizia. Itamaliza memory yako. Haleluya. Ukijitoa kusoma hiyo ya mtandaoni utakuja kupoteza memory. Jifundishe kusoma maandiko mwenyewe, vile ulivyofundishwa tangu zamani na yule mwalimu wa Sunday school. Jifundishe kujisomea maandiko. Haleluya. Usizoee sana hii ya nini? Ya mtandaoni. Zoea kusoma hii, kwa sababu at the end of it all tutabaki na gani? Sio hizo za mtandaoni. Haleluya. Kuna siku utatafuta hiyo simu hutakuwa nayo. Na hasa simu wewe umezoea kusoma Biblia katika simu. Utasoma nini? Buy your own copy. Hallelujah. And don't wait for somebody to go and get you a Bible. Gharamika mwenyewe. Hata Daudi alisemaje? Hawezi akaenda kujenga nyumba. Sulemani akasema hawezi kuenda kujenga nyumba mahali ambapo hajagharamikia. Kwa nini wewe usigharamikie wokovu wako? Kwa nini wewe usigharamikie misingi ya imani yako? Hallelujah. And at all times kama umeokoka na umeokoka vizuri, carry your Bible with you. Hallelujah. Na katika hiyo Yesu atakubariki. Kwa hivyo sina Biblia naweza kukupatia, gharamika wewe mwenyewe. Juzi umeenda kununua nguo ya Christmas. Ukatumia 6,000, 8,000 kununua nguo peke yake. Lakini Biblia nzuri ya maana huwezi kununua. Si unaona kuna shida ndani yako wewe? Si ni kweli? Yes, you have got a problem. Na kama hauwezi kuamini, amini sasa nimekuambia you have got a very deep problem in you. If you cannot afford to buy a Bible and you can afford to buy a dress for only one day, for just only one season, worth 10,000. Hallelujah. Ujiulize uko wapi katika hilo. Tuangalie maandiko katika kitabu cha Zekaria chapter 4. Na tunaweza anza kutoka verse 1, Na inasema, then the angel who talked with me returned and wakened me. And as a man is wakened from his sleep, he asked me, what do you see? I answered, I see a solid gold lampstand with a bowl at the top and 7 lights on it, with 7 channels to the lights. Verse 3. Also there are 2 olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left. I asked the angel who talked with me, what are these, my Lord? He answered, do you not know what these are? No, my Lord, I replied. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Hallelujah.
That is the word that I wanted to speak to you. That is the word that the Spirit has given to speak to you tonight. Hallelujah. It is not by might, it is not by strength, but it is by my Spirit, says the Lord. Hallelujah. Wakati ule ambapo tulikuwa tunajaribu kuacha dhambi, kuacha dunia, kwa sababu siku ya mwisho wa mwaka imefika, tulikuwa tunajaribu kuacha dhambi kwa nguvu zetu, kwa uweza wetu, kwa akili zetu, kwa hekima zetu, kwa chochote ambacho tulikuwa ni chetu. Na ndio maana hatungeliweza kujitoa katika dhambi, ndio maana hatungeliweza kumshinda shetani, ndio maana hatungeliweza kutoka katika zile vifungo ambazo tulikuwa tumefungwa. Asifiwe Yesu. Haleluya. Mwanadamu hawezi kuacha dhambi, wala hawezi kuiacha dunia, hawezi kuacha mambo ya mwili kwa nguvu zake na kwa uweza wake, kwa hekima yake, kwa chochote alicho nacho. Hata awe ni bilionea dunia hii, akijaribu kuacha dhambi, akijaribu kushinda shetani kwa hekima yake na kwa uweza wake na kwa kile alicho nacho, hawezi. Haleluya. Mwanadamu huwa anaweza tu kumshinda shetani na kuishinda dhambi na kushinda uovu na kushinda dunia na kuushinda mwili na tamaa zake, wakati tu amekutana na nguvu za Roho Mtakatifu ndani yake mwenyewe. Haleluya. Mwanadamu huweza kumshinda shetani. Haleluya. Mwanadamu huweza kushinda hila na njama za shetani kupitia kwa mawakala zake, akina wachawi, akina waganga, akina mafrimasoni, hawa ambao nimesikia wakitajwa hapa. Utaweza tu kuwashinda wakati Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako. Haleluya. Sio wakati ambapo Roho Mtakatifu anapokaa ndani ya mchungaji. Haleluya. Hebu sikiza niwaambie wapendwa. By the way, wacha nikuulize swali. Ni wangapi ambao wamekuja leo kwa sababu wanataka kuombewa? I know there are people who came because I want the man of God to pray for me. Hallelujah. Let me tell you, the man of God may pray for you, but his prayer will only be effective in your life so long as the Holy Spirit is in you. If the Holy Spirit is not in you, utaombewa, utabingiria hapa, mapepo yatakutoka, utaenda ukisema nimefunguliwa. Lakini if the Holy Spirit is not in you, ukifika hapo chini, mapepo yaliyokutoka yanakugojea hapo chini, yanakushika mkono, yanarudi ndani, mnatembea nyumbani vile vile ulivyokuja. Haleluya. Mwanadamu hawezi jambo lolote kwa nguvu zake na kwa uweza wake na kwa mamlaka yake mwenyewe. Hawezi. Ndio maana Yesu akasema, you shall receive power when the Spirit comes upon you. Hallelujah. Na undani wa hilo andiko ni kwamba you shall receive power when the Spirit indwells you. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Mtapokea nguvu wakati ambapo Roho Mtakatifu atakapokaa ndani yenu. Hallelujah. Kama kuna kitu kimoja ambacho mwanadamu wewe unastahili kutafuta katika maisha haya, ni kitu kimoja peke yake. Roho Mtakatifu akae ndani yako. Nguvu za Roho Mtakatifu zikae ndani yako mama. Hauhitaji pesa. Hauhitaji maisha ambayo unafikiria. Hauhitaji utajiri na magari na nini. Haleluya. Kwa sababu unaweza ukapata utajiri, unaweza ukapata majina makubwa. You can be a billionaire in this world.
Lakini itakufaidi na nini? Wewe umepewa zote, uko na kila kitu, lakini upoteze uzima wako. Kwa sababu gani? Mtu yoyote yule ambaye ndani yake hamna Roho Mtakatifu ashapoteza maisha yake. Haleluya. Maisha bila Roho Mtakatifu ni bure. Mali na utajiri na umaarufu wa dunia hii pasipo na Roho Mtakatifu ndani yako ni bure. Haleluya. Hata uwe na jina kubwa, hata uwe na hela nyingi, pasipo na Roho Mtakatifu wewe ni kitoweo cha wachawi na waganga. Haleluya. Na ndio maana mnaona watu wengi wanaishi maisha ya huzuni, wanaishi maisha ambayo hata wao wenyewe wanashindwa shida iko wapi. Ni kwa sababu gani? Nguvu ya kushinda mchawi, nguvu ya kushinda mganga, nguvu ya kumshinda shetani haimo ndani yako. Na nguvu ya kumshinda shetani na mchawi na mganga inaitwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi, you shall receive power when the Spirit comes upon you. Hallelujah. I think kama kuna kitu, let me just change your mind. Let me change your mindset. Allow me to destroy and to distort whatever that you came in with. Na nianze kuweka kitu kingine. Nianze kuweka maombi mengine mapya. Hallelujah. Mwingine amekuja hapa na maombi ya kijinga, akisema nimeona jirani yangu amenunua kigari, Yesu nataka unipatie kama hiyo. Maombi ya ujinga, maombi ya mwili, maombi ya kipepo, maombi ya tamaa za mwili. Hallelujah. If there is one thing that you need to desire, if there is one prayer that you need to pray, is that I need your Holy Spirit to indwell me. Nataka Roho wako Mtakatifu akae ndani yangu. Wacha nikuambie sasa faida my time is gone. Hallelujah. Nikinamshukuru Yesu kwa sababu nimezoea kuongea sana. Hallelujah. Sikiliza nikwambie, Roho Mtakatifu atakapokuja juu yako, zile shida ambazo tumekuwa tukizipata, pastor nimekuja, mimi nimesumbuliwa na wachawi, nimesumbuliwa na waganga, nimesumbuliwa na kina nani. Roho Mtakatifu akikaa ndani yako wewe, hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna shetani ambaye anaweza kukustahimili wewe. Haleluya. Roho Mtakatifu akiwa juu ndani yako, haleluya, Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, tayari wewe jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Haleluya. Pasipo na Roho Mtakatifu, hata uwe na umaarufu kiasi gani, pasipo na Roho Mtakatifu, hata wewe ndio unaitwa Mrs. Nairobi, haleluya, ama wewe ndio unaitwa Miss World Kenya, without the Spirit in you, you are nothing. Haleluya. And hell is waiting for you. Haleluya. Shida nyingi ambazo huwa tunakutana nazo, pastor niombee, pastor nisaidie. Haleluya. Sikiliza nikwambie, shida ni kwa sababu watu hawataki kufuata ile njia iliyo ya sawa. Haleluya. Maandiko yanasema John chapter 1 verse 12. Andika naenda ukasome. Maneno ya Yesu haya. Akasema ya kwamba alikuja kwa wale walio wake, lakini wale wake hawakumpokea, hawakumwamini. Haleluya. Lakini wale ambao waliomwamini, wale ambao waliompokea na wale ambao walioliamini jina lake, akawapa uwezo wa kuwa Roho Mtakatifu. Wa kuwa wana wa nani? Wana wa Mungu. Haleluya. Sikiliza nikwambie, it is until you come to the point ya kushuka na kunyenyekea, ukishusha kiburi chako na ushushe tamaa zako na umwambie Yesu, leo ninasalimisha roho yangu kwako. Ninaomba ya kwamba leo ikawe ya kwamba hilo ndilo ombi lako, ya kwamba hilo ndilo tamanio la roho yako. Ukamwambie Yesu, leo
hata kama nimekuja kuruka mwaka, nisiruke mwaka huu kama vile ambavyo nilivyokuwa ninaruka huko nyumaye. Nisiruke mwaka huu kama vile ambavyo nilikuwa nimeruka miaka hiyo mingine mingi ambayo nimeruka miaka. Haleluya. Lakini siku ya leo nikaruke mwaka nikiwa mwingine. Leo ninataka kusalimisha roho yangu kwako. Leo ninataka kuyasalimisha mawazo yangu kwako. Leo ninataka kusalimisha mwili wangu kwako. Leo ninataka kuyasalimisha maisha yangu yote kwako. Yesu, ninakutaka leo uingie ndani ya roho yangu, upate makao ndani ya roho yangu, ili niweze kupata nguvu za kuweza kushinda dhambi, za kuweza kushinda shetani, za kuweza kushinda mwili huu na tamaa zake. Haleluya. Roho Mtakatifu akisha ingia ndani yako, ukishampokea Yesu, Yesu ndiye roho, ukishampokea ndani ya roho yako, wewe utafanyika kiumbe kipya. Haleluya. Andiko linasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ni 6 inasema ya kwamba kwani hamjui ya kwamba ninyi ndinyi hekalu ya Roho Mtakatifu. Wacha nikufundishe kitu. Wacha nikufundishe kitu ujue. Haleluya. Na nimekuwa nikiona, hata leo nimesikia mchungaji anasema ukitaka kuja hapa madhabahuni uombe, njoo uombe. Lakini sikiliza nikwambie, usipofanyika madhabahu wewe kwanza, kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, hata ujenge nyumba hapa juu madhabahuni, uwe unalala hapa, unakula hapa, unaishi hapa, haleluya, things will never work for you. Hallelujah. Things will only work when you become the altar yourself. And how do you become the altar? It is until when the Spirit indwells you. Hallelujah. It is until when Christ indwells you. Kuna watu wengine wokovu wao hauna misingi, wokovu wao hauna mizizi, kwa sababu wokovu wao ni ule wa mama yake, wokovu wake ni ule wa pasta wake. Haleluya. Wewe kwanza umpate Yesu kibinafsi, umpate Yesu, na uwe na uhakika na ujasiri wa kushuhudia ya kwamba kwa kweli Yesu anakaa ndani yangu. Haleluya. Sasa basi, kama utakuwa na Yesu ndani yako, uwe katoto kadogo, unakuzwa katika imani, unainuka katika misingi ya wokovu. Sasa basi, mchungaji akija akikuombea, wewe ndani yako tayari there is a portion, there is a certain level of the Holy Spirit in you. Sasa mchungaji akikuombea, maombi yake yatafanya kazi ndani yako. Hallelujah. Lakini kama wewe you have never had an encounter with Christ, hallelujah, na hapo niongeze kitu, if you have never had an encounter with the true Christ, kwa sababu makristo ni wengi, kweli ama si kweli? Ama sio? Maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo cha Mathayo 24 ya kwamba siku hizo za mwisho makristo wengi watakuja hapa duniani. Haya, makristo watakuja wapi? Na wapo. And one of these days I'll get an opportunity to teach you about that. Hallelujah. Hallelujah. Makristo wengi watakuja hapa duniani. Sasa kwanza wewe jiulize, sasa Kristo aliye ndani yangu ni upi? Hallelujah. Sasa ukikutana na yule mwenyewe, yule ambaye Zakayo alikutana na yeye. Hallelujah. You remember the story of Zakayo? What did he do? What was the reason for him to climb over the tree? To see who Jesus was. Hallelujah. My vernacular Bible puts it correctly. Ili amuone yule Yesu ambaye ndiye. Nigetha amuone Yesu ule yawe. Ili amuone Yesu yule ambaye, you know, I can mistake you. Sindio? Ninaweza nikakuangalia mama nikasema huyu ni kama mwingine nilikuwa nimeona, huyu ni kama mwingine nilikuwa nimekutana naye mahali. Unaona? Lakini ninaweza taka kukuangalia vizuri nione kama huyu mzee ni yule ambaye ninafikiria habari zake. Haleluya. Na ni vizuri leo tunapoenda kufika hapo, ujipige moyo konde, ujiulize,
je, Yesu aishie ndani yangu ni upi? Kwa sababu ukikutana na yule Yesu mwenyewe, lazima kutakuwa na mabadiliko katika roho yako kwanza. Wokovu huanza katika roho. Haleluya. Ndio maana maandiko yanasema ni katika roho mtu huamini. Ukishaamini na uamini ile imani ya kweli na umwamini yule Yesu yule wa kweli, mabadiliko huyo Yesu anaingia ndani ya roho yako. Akishaingia ndani ya roho yako, anaanza kufanya mabadiliko. Roho yako inaanza kubadilika from within. Haleluya. Roho yako ikianza kubadilika, mawazo yako yanaanza kubadilika. Vile ambavyo ulikuwa unafikiria, vile ambavyo ulikuwa unatazamia mambo. Haleluya. Mtazamo wako juu ya mambo na juu ya mambo ya dunia unabadilika. Na roho yako ikishabadilika, mawazo yako yakishabadilika, automatically nao mwili wako na hali yako ya maisha zinabadilika. Haleluya. Tumsifu Yesu. Nataka ujiulize leo, kwa sababu tunaenda kuruka mwaka. Je, ni Yesu yupi ambaye yuko ndani yangu? Haleluya. Ni wokovu gani ambao niko ndani yangu, uko ndani yangu? Na je, kama kwa kweli Roho Mtakatifu yuko ndani yangu, kwa nini ninaishi maisha kama haya? Kwa nini nimeshindwa na kuyabomoa madhabahu ya akina mababu ambayo yako mbele yangu, ambayo yananitesa? Sikiliza nikwambie, without the Holy Spirit in you, haleluya, hata unaweza kuja hapa na ukashuhudia na ukasema baba yangu alikuwa ni mchawi, na akawa ni mchawi kweli, hata ukaleta vinyago vyake hapa na tukazivunja, tukazichoma, tukasema nini? Haleluya. Kama Roho Mtakatifu hayuko ndani yako, tutafanya kazi ya bure. Haleluya. Mimi huwa wanakuja kwangu, mtu amekuja amebebana na vitu, mimi nimekuja kuleta hizi kwa sababu nimekuja kugundua. Jana nimetembelewa na watu, they came to my house, wamekuja wananisimulia vile ambavyo wameteseka kwa sababu ya madhabahu ya babu yao. Wameyagundua kabisa ya kwamba wanateseka kwa sababu ya nini? Ya madhabahu ya baba yao, ya babu yao. Watoto wamezaliwa miguu imekunjana, watoto wamezaliwa wengine wamekufa, familia nzima imetekwa nyara, wamepagaishwa na mapepo. Na wote they have come to the conclusion ya kwamba huu mkoba wa babu huu ndio unaotukula. Haleluya. Tumsifu Yesu. Nikawauliza, je, wewe uko na uhakika kabisa ya kwamba Yesu anakaa ndani yako? Haleluya. Kwa sababu sikiliza nikwambie my friend, ukimjua Yesu vizuri, ukue na ukomae katika imani, mimi nimekuambia, nimetangulia kukuambia, hakuna mtu ambaye anaweza kukuroga wewe. Na wewe hebu jiulize, ni kwa nini Yesu akasema ya kwamba nimewapatia nguvu, nimewapatia uwezo, nimewapatia mamlaka, ili kuokoka si ile mama ile disco ya kule ya wapwani. Haleluya. Wakati mwingine tutakapokuja kuzama sana katika mambo haya, nitakuja kukufundisha juu ya wana wa Israeli wakitoka Gosheni na kufika mpaka Red Sea. Haleluya. Where they were baptized. Wakabatizwa. Walipobatizwa wakaface the journey from the Red Sea up to where? Up to Canaan. Haleluya. Na ukisoma maandiko katika Joshua chapter 13 inasema ya kwamba kunayo makabila 7 wabaya kuliko wewe. Walibatizwa ili wafanye nini? Waingie kwenye vita. Kuokoka sio kukaa maisha ya raha. Kuokoka ni kuingia kwenye vita. Upigana na makabila 7 ambao ni mabaya kuliko wewe. Upigana na wachawi, upigana na waganga, upigana na maajenti wa kuzimu, uwashinde. Ukisha washinda ndio uingie Kanaani. Haleluya. Na Kanaani yetu ni wapi? Ni mbinguni. Hautavalishwa taji la uzima ndugu, kama haujashinda wachawi na waganga hawa ambao wanakutesa wewe, akina mapepo ya mababu zako. Usipowaangusha na uwashinde na ujulikane kweli ya kwamba umeshinda hayo madhabahu, uyasambaratishe yote na ijulikane ya kwamba mwenye amebomoa madhabahu ya babu hapa ni huyu dada, ni huyu ndugu yetu. Haleluya.
Usipofanya hivyo, forget about heaven. Kuingia mbinguni ni kushinda hayo makabila 7 ya makubwa kuliko wewe, na hautaweza kuyashinda pasipo na nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa ole wangu mwanangu, utafanyaje wewe? Ole wako wewe, utafanyaje? Ni lazima ndani yako sasa utafute njia ya kupata nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako, na njia pekee ya Roho Mtakatifu kukaa ndani yako ni umkubali Yesu yule wa kweli. Na kama umemkubali huyo Yesu wa kweli, basi ukubali kunyooshwa na yeye, ulikubali neno lake. Ninamshukuru Yesu kwa sababu ya msemo ambao umesemwa na mchungaji. Akasema mwaka wa 2023 utakuwa ni mwaka wa nini? Wale ambao wamekuwa wakifuatilia mitandaoni, na ilisemwa Jumapili hapa, utakuwa mwaka wa nini? Mwaka wa utakuwa ni mwaka wa imani. Haleluya. Hamna mtu ambaye anaweza kujengeka katika misingi ya imani ya kweli. Haleluya. Imani ambayo inaweza kumpendeza muumba wako. Haleluya. Imani ambayo inaweza kumpendeza Mungu wako, mpaka ukaweza kumshinda shetani na ukaweza kuishinda dunia pasipo na nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Ndio maana ninakwambia, kama kuna ombi ambalo leo unastahili kuliomba, haleluya, ni kuomba jambo moja. Haleluya. Tunaweza tukaomba hapa na unaweza ukaombewa, hata ninaweza nikakuombea, lakini sikiliza nikwambie, pasipo na Roho Mtakatifu ndani yako, my dear friend, we are doing nothing. My dear friend, you are doing nothing. Haleluya. Bado utatoka hapa na we bado utabaki we ni kitoweo cha wachawi. Wataendelea tu na kukukanyaga, wataendelea tu na kukudhurumu, wataendelea na kuwanyanyasa watoto wako, wataendelea tu na kuwanyanyasa mabwana zenu na mabibi zenu, wachawi. Haleluya. Lakini kwa nguvu na uwezo wa Roho ukiwa ndani yako, I'm telling you, you will overcome every obstacle. You will overcome every power of darkness. Haleluya. Asifiwe Yesu. Unasikia? Sasa ni jukumu lako mwenyewe ujihoji. Ninajua ya kwamba kunayo ile sauti ambayo inakunenea. Yesu hawezi kunipatia ujumbe kama huu for nothing. Andiko linasema ya kwamba hawezi kuandaa mkate kama hakuna nani? Kama hakuna walaji. Walaji wapo, wenye kupokea mkate wapo. Sasa anza kujiuliza, sasa mimi jukumu langu ni lipi? Hatua yangu ni ipi? Jisalimishe kwa Yesu, mwambie ninakuhitaji wewe. Usiku wa leo mimi sihitaji mambo mengine. Hata kama ulikuwa umekuja na orodha, umeweka listi ya kile ambacho unachokihitaji, mwambie Yesu leo, ya hayo mengine yote ninayaacha. Hayo mengine yote ninayafutilia mbali, kwa sababu nimekuja kujijua ya kwamba ilikuwa ni orodha ya mambo ambayo ni ya mwili, mambo ambayo ni ya ujinga, ambayo hayana maana mbele zako. Haleluya. Daudi akasema katika Zaburi ya 32, akasemaje? Ya kwamba kubarikiwa ni nani? Kubarikiwa ni nani? Tunaongea maandiko, my friend. Kubarikiwa ni nani? Hebu nyamaza wewe. Tunapoongea huwa tunapenda nidhamu ya kiroho. Haleluya. Sio hayo ambayo unayasema. Kubarikiwa ni nani? Ni yule mtu ambaye amesamehewa dhambi zake. Haleluya. Kubarikiwa sio yule mtu ambaye ni tajiri sana. Wapo matajiri ambao hawalali hata ingawa wako na mali nyingi. Wapo matajiri ambao hata wamejaa jehanamu. Haleluya. Lakini kubarikiwa ni yule mtu ambaye amesamehewa dhambi zake, yule ambaye makosa yake yamefutiliwa mbali. Na hakuna vile ambavyo makosa yako yanaweza kufutiliwa mbali, hakuna vile ambavyo dhambi zako zinaweza zikaondolewa mbele za Yesu, not unless Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Haleluya.
Na hakuna vile ambavyo Roho Mtakatifu anaweza akaingia ndani ya roho yako kama hujakutana na injili ya kweli, ukakutana na Yesu wa kweli, akakubadilisha kutoka hapo. Haleluya, asifiwe Yesu. Ndugu zangu, nawaambieni kuna kazi juu ya maisha ya kila mmoja wetu ya kuomba. Andiko linasema, Yesu akasema ya kwamba angalieni mababa zenu wa hapa duniani. Kasema ya kwamba mtoto hawezi kwenda kwa baba yake, baba kama huyu ndugu yetu kwa hapa. Mtoto hawezi kuja kwako akakuomba mkate ukampatia jiwe. Haleluya. Na mtoto hawezi kuja kwako akakuomba samaki ukampatia nyoka. Kweli ama si kweli? Maandiko yanasema. Basi akasema, basi na itakuwaje? Basi na itakuwaje kwenu ninyi mtakapoomba Roho Mtakatifu? Ukiomba Roho Mtakatifu leo, ukifunga macho yako, ukipiga magoti yako na umwambie Yesu, leo ninakuomba ukanijaze, ukanibatize kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Yeye ni mwaminifu, yeye ni baba yako. Hauwezi ukaomba mkate akakupa jiwe. Hauwezi ukaomba samaki akakupatia nyoka. Haleluya. Ukiamini tu na ukiomba na umwambie Yesu, na kuomba unisamehe dhambi zangu na unitakaze na uovu wote, na kutoka siku ya leo ukaingie ndani ya roho yangu, ukaitawale roho yangu na mawazo yangu na mwili wangu na maisha yangu, na ukanibatize kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu, ili nikaweze kushinda dhambi, nikaweze kumshinda shetani, nikaweze kuwashinda mawakala zake. Haleluya. Hebu angalia, inaweza kuwa kazi rahisi namna gani? Watu hawa wote ambao wamesimama hapa, wakiwa wote, kila mmoja amejazwa, amebatizwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Unajua itakuwaje? Mchungaji atakuwa anakuja hapa, anakaa, badala ya kuja kuletewa shida, mchungaji, mimi maisha yangu, watoto wangu, mume wangu, biashara zangu, badala ya kuletewa hapo hizo, atakuwa anakutana na watu ambao wanakuja na nyuso ambazo zimechangamka. Anamwambia mchungaji, unajua nini? Mimi nimekutana na mashetani, nimekutana na maajenti wa kuzimu, nimepambana nao siku nzima, nimepambana nao wiki nzima, nimepambana nao mwezi mzima, nimewashinda. Leo ninakuja kukushuhudia kwamba Yesu amenitia nguvu za kushinda shetani. Haleluya. Mchungaji atakuwa anakuja hapa. Ushirika si mahali pa kuja kuleta shida. Ushirika ni mahali pa kuja kushuhudia matendo makuu ya Yesu juu ya maisha yako mwenyewe. Haleluya. Kazi ya mchungaji ni ya kufundisha neno, na wewe kazi yako ni kulisikia neno na kulitekeleza katika maisha yako mwenyewe kibinafsi. Kisha matokeo ni mchungaji aje akae hapa. Haleluya. Aanze kusikia shuhuda zenye nguvu. Nilikuwa mgonjwa, shetani alinishambulia. Sikiliza nikwambie, uponyaji wa kansa na diabetes na whatever haiko tu mikononi mwa mchungaji. Mchungaji kazi yake ni aje hapa akufundishe na akwambie kama vile ninavyokuambia. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, hakuna nguvu, hakuna uweza, hakuna mamlaka ambayo yanaweza kukushinda wewe. Shetani akija kuleta ugonjwa kwako, unamwambia shetani, nimekuona na nimekutambua na mapema, na katika jina la Yesu nimekushinda, ondoka kwangu. Anaondoka. Nguvu za Roho Mtakatifu zikiwa ndani yako, wewe ni mtawala. Utatawala dunia hii na utarahisisha kazi ya wachungaji. Haleluya. Watu wasio na roho, huduma zao, yani huduma kama hiyo, huwa ni mzigo, huwa ni mateso, huwa ni chukizo hata kwa wachungaji. Haleluya. Lakini watu wakijisalimisha kwa Yesu na wampokee Yesu kwa kweli, Roho Mtakatifu awatawale, hao watu wanapona, hao watu wanabadilika, hao watu wanakuja wanamshika mchungaji mkono, twende mbele tukapigane vita. Haleluya. Lakini wasipobatizwa kwa Roho Mtakatifu, kazi yao ni mchungaji ni kuwavuta, njooni twende, njooni twende, lakini hawaji kwa sababu ni mawe, ni vigogo huku nyuma.
Haleluya. Lakini wale waliobatizwa kwa Roho Mtakatifu ndio huwa wanamshika mchungaji mkono, wanamwambia tusonge mbele tukapige vita, kwa sababu nguvu na uweza na mamlaka ya Yesu iko ndani yetu. Haleluya. The principal word is, it is not by might. Haleluya. Unaweza ukawa na hela na ukaja ukaleta hela zako hapa, mabilioni na mamilioni ya pesa, but it is not by might. It is not by strength. Sio kwa sababu ya fikra zako ndefu, lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, Roho Mtakatifu akitawala roho yako, Roho Mtakatifu akitawala maisha yako, I'm telling you my dear brother, I'm telling you my sister, you will be able to overcome the world, you will be able to overcome the devil, you will be able to overcome the desires of the flesh, you will be able to overcome everything. Na utakuja kushuhudia useme, I can do all things through Christ who gives me the strength. Hallelujah. Sijui kama kuna mtu ambaye amebadilisha mawazo yake juu ya mkesha wa leo. Sijui kama kuna mtu ambaye amebadilisha mawazo yake juu ya siku ya leo. Hallelujah. Na ningeliomba hivi ya kwamba usiku huu wa leo usiwe ni kama siku zingine zozote zile. Na mwaka huu unapokuja kupita mwaka huu, isiwe ni kama vile ushapita miaka mingine yote katika maisha yako. Hallelujah. Let it not be just another year. Hallelujah. Lakini wacha tukaombe ya kwamba tunapotoka ama tunapoingia katika mwaka mpya wa 2023, tukaingie tukiwa watu ambao wamejazwa, watu ambao wamebatizwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ili tukaweze kuishi maisha ya ushindi kwa utukufu wa jina la Yesu. Hallelujah. Na nafikiri nimemalizia hapo. Ili kutoka hapo sasa nimpishe mchungaji ili akaendelee. Hallelujah. Wacheni tuombe. Ibada yote ambao haijafungwa na maombi huwa haijakamilika, si ndio? Lakini kwa leo nataka ukiwa tu hapo ulipo, jiombee mwenyewe na mwambie Yesu, Yesu ninakuhitaji. Yesu ninahitaji Roho wako Mtakatifu ili akaweze kunibadilisha, ili endelea na kuomba, ili akaweze na kunibadilisha, ili akaniwezeshe kushinda dunia, kushinda mwili, kushinda shetani, kushinda mawakala zake, kushinda challenges zote ambazo zitakuja katika maisha yangu kwa utukufu wa jina lako. Wacheni tumalize kwa maombi. Baba wa uzima, ewe mfalme uishie milele, katika jina lako takatifu, usiku wa leo tunakuja mbele zako tukikushukuru na tukisema ni asante. Asante Yesu, kwa sababu wewe unatujua vyema. Unajua roho zetu, unajua mawazo yetu, unajua mili yetu, unajua maisha yetu, unajua kila mmoja ambaye yuko katika kusanyiko hili. Baba wa utukufu, ninakuomba kama vile uishivyo milele, kaunyooshe mkono wako wenye nguvu na uweza juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Na kama vile ambavyo umetunenea katika neno lako ya kwamba hatutaweza kushinda dunia, hatutaweza kushinda miaka iliyo mbele zetu, hatutaweza kumshinda shetani na mawakala zake pasipo na Roho wako Mtakatifu. Na ukatukumbusha katika maandiko Yesu ya kwamba umesema ya kwamba watoto hawawezi kumuomba baba yao mkate akawapa mawe, na hawawezi kumuomba baba yao samaki akawapatia nyoka. Yesu, siku hii ya leo tunakuomba ya kwamba tunapoenda kuacha mwaka huu na tunapoenda kuingia katika mwaka mpya, Yesu tunakuomba ya kwamba ukatubatize upya kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ili tukaweze kuyashinda yale yaliyo mbele yetu kwa utukufu wa jina lako. Tunasema ni asante, kwa maana ni katika jina lako takatifu, ewe Yesu, tumeomba na kuamini. Amina. Yesu awabariki sana. Mungepiga makofi mazuri kuliko hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijatosha bado. Mafundisho ya mchungaji ni mazuri. Bado. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much. How many of you
Thika Stadium. Ndio tutafanya mkesha yetu Thika Stadium. Huyu ndio pastor wetu huko Thika Crusaders for Christ ama the Synagogue. Tunabere kusalimiana tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Najua huanga na furahianga nikiwanga kwa baba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua sasa mambo mengine hata uwezi ukajua yanadodokanga yakitoka wapi. Bwana atukuzwe. Na ni kwa sababu hiyo amesema atasimama, lakini amekubali kuketi. Bwana ni mwema na tena ni mwaminifu, sababu ameniokoa mimi, amenilinda, nami nasikia kukaa ndani yake. Ni kwa sababu nafurahia wema na nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahia mwaka ambao tunaingia, kwa sababu naona kwa darubini makubwa yakitendeka. Haleluya. Lakini sio kwa watu wote, wale tu ambao wameweka imani yao kwa Mungu, wao ambao wamesema ya kwamba mimi hapa nitafanya kazi ya Mungu liwe liwalo, hakuna ati kuangalia nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hao tu ndio wale ambao Mungu anatarajia kutendea makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo namshukuru Mungu, ni kwa sababu ya ubali ametupeleka pande ya Thika. Nasikia tumebarikiwa sana. Haleluya. Jeshi la Thika tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Naye mchungaji mwenzangu Pastor Julia akakaribia hapa mbele na Mungu atakubariki. Haleluya. Watu wa Thika. Haleluya, watu wa Thika. Tusalimie watu wa Thika namna hii. Natumai ya kwamba tutapata kanafasi kingine ambako tutaimba imbo, si ndio? Si ndio? Lakini wakati huu tupee baba atuongereshe na Mungu atatubariki sana. Ni kwa sababu haya, tukae chini. Kuna kitu ambacho mimi nimekujia. Haleluya sana. Kuna kitu ambacho mimi nimeona umeanza kukua na discipline. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuingie kwenye neno. Ninataka kuwapatia ujumbe Mungu ambaye umenipatia wa mwaka ujao, si ndio? Alafu kutoka hapo tutapatiana testimonies after. Tukiruka mwaka ndio tutapatiana testimonies na tuabiane mwaka venye ilikuwa, nilipona, nilienda, nikarudi. Mwambie mwenzako sasa is a prophetic word for the year. Hallelujah. Hallelujah. It is a prophetic word for what? For the year 2023. Nitahubiri lakini ukue makini sana because sitakuelezea mambo mingi kwa sababu some of these things are a bit sensitive. Needs mtu ambaye wako na akili ya juu kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because when I was praying, God, kwa muda miezi mitatu, God has been speaking to me. And he has been speaking to me in a very powerful way. That even everybody is asking me, are you not afraid? Sometimes back, my secretary anaitwa Karo aliniuliza, are you not afraid? Sasa nikashindwa, Karo ni secretary yangu. Ananiuliza, are you not afraid? Sasa nikashindwa, kwani I am alone? Ndio Mungu akaniambia, this message I give to you, you disseminate to others. And it has gone all over the world. And I don't think there is any part of the world ambayo sijapata contact ya kuzungumza na mtu. Every country in the world. Bwana Yesu asifiwe sana. Every country in the world. And every day I receive more than 1,000 phone calls from all over the world. I've stopped sleeping for about now 3 weeks or 4 weeks. I have stopped. I don't sleep. Sumesikia? Do you how? That's you from UK. Negwaria. Ukane no urutire ko no kuheire kane. No issue
Akaliwe. Kehorere. Umire okagema. Okaye mulevi. Mpigieni makofi. Na wewe tulikwambia kazi, nilikupatia kazi hapo. Fanya kazi yako mzuri, unatuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kumshukuru Mungu sana kwa sababu it is beyond my understanding. It is beyond myself. It was a small message that was not meant for me. It was meant for newspaper consumption. Ilikuwa kwenye KTN na Nation. And this is a message that came, I had done this 20 years ago when I raided the Freemason. I'm the only human being in this world mwenye ameenda kwa shetani kuiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So usikuwe surprised na mimi, na munivumilie tu. Mkiona venye na behave, nikibehave leo hot, nivumilie. Kesho ukinipata nikiwa cold, univumilie. Ni venye maneno inanipeleka. Ninapelekwa loud. It is so tough for me. Because these conventions are coming. Maneno inakuja kukuja. Sasa juzi kama saa hii nimetoka hapa nje. Tulikuwa na Zoom meeting ya watu kutoka huko nje. Wananiambia wamefanya observation. Tangu tuende Thika, hakuna accident ilifanyika Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu tufanye nini? Hata wakitoboa tu watoboe tu. Tangu tufanye the sacrifice we did, the meeting we did, there is no single accident apart from the only one ambaye ilifanyika. Wale watu walikuwa natoka kwa mkutano ya Aworu, wawili walikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. The only December for about 30 years to be accident free. Simpigie Yesu makofi. Chairman, simpigie Yesu makofi tena. Ngoja, hiyo pigia headman. Hiyo ni ya headman wa kwenu. Sasa pigia Yesu makofi. Hallelujah. Na from then I've experienced. I remember nilikuwa nimeshindwa kuenda hiyo crusade. Kwa sababu usiku huo tulikuwa na my sister Thika. Walikuwa wananiona nakaa kwa kiwanja peke yangu. Wao wananiuliza, why are you sitting alone? Sikuambia ni reason. Because I could see things that they were not seeing. Monsters, they were not seeing. Demons, they were not seeing. They were filled in the stadium. And this stadium we were given, tulipatiwa stadium mara 7. Na tukanyimwa mara 7. Until that morning ya crusade, we didn't have a license to operate in that stadium. Yet we had a license. I remember niliwaambia that very morning of Sunday, kwangu nje ya kwangu, nilipotoka hapa kitu saa 7 usiku hivi, nilienda nikakuta watu wa magari 3 zimepakiwa nje. Hizo magari zilikuwa Thika mchana. Na all in all, walikuwa na plan ya kuhakikisha ya kwamba hatuvuji madhabahu hapa iko Thika. But God is so smart. You can think you are smart, but God is smart. Mwambie mwenzako God is smart. Mwambie God is smart. And that is why nakwambia, ukiona venye na behave leo, nione siku behave hivyo na sivyo na kuwaka jana, wachana na mimi. Kwanza wale mmenizoea sana, wachaneni na mimi sasa. Hii ni moto mnacheza nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we have been given a mandate, and this mandate must be fulfilled. It is not by mighty nor by power, but by the Spirit of God. It is God that has chosen us for this moment, for this time,
to make sure we deliver the message. And the message must be delivered with you or without you. Bwana Yesu asifiwe sana. Niacheni niende nikahubiri injili, niacheni niende nikahubiri injili. Mwambie mwenzako, niacheni niende nikahubiri injili, niacheni niende nikahubiri injili. It is for you. Learn to understand. There's times and seasons. And there is a season for everything. There is a season for preaching. There is a season for listening. There is a season for moving forward. And there is a season for from today, from a few hours from today. Yes, today. In a few minutes to come, we will be different people altogether. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the mantle is already hanging somewhere. There are people that we are going to go together. And there are people who are not going to understand us. Bwana Yesu asifiwe sana. Ask your neighbor, what do you seek? Muulize tena. What do you seek? Unatafuta nini? Unatafutaga nini? What do you seek? Did you come to seek for a wife, for a husband, for money, for miracle? What do you seek? Muulize tena, what do you seek? Let us turn to the book of Ezekiel 11, verse 19. I want to also welcome all people, our listeners, people who are watching us from all over the world. It is a huge favor from God that we are being watched from all over the world. Every corner of the world. The month of March, nitatembea hizo inchi zote. Bwana Yesu asifiwe sana. And we will be preaching the gospel all over. We'll be starting from Europe, then to America, then Australia, then to Asian countries. In the book of Ezekiel 11, verse number 19, the Bible says, 11, verse number 19. Today I'll be a little bit sitaire. And I will give them one heart, and a new spirit I will put within them. I will remove the heart of stone from their flesh, and give them a heart of flesh, that they may walk in my statutes, and keep my rules, and obey. And they shall be my people, and I will be their God. Put your hands together, because God has said that you will be the people of God, and God will. But it is not until He gives you a heart of a human being. It is not until you are given a heart of flesh. Meaning, right now, before He is giving you that heart, you have a heart of animals. A stone heart that does not hear the word of God. A stone heart that has refused to obey Him. A stone heart that has refused to walk according to His will. A heart that only looks at the fleshly. A heart that only looks at what am I going to gain from this man? What am I going to gain from this woman? That this man will be my husband. This woman will be my wife. This here, I've come to pick a miracle. I go. That is only what I'm seeking. That God has decided to embrace you, but not until He gives you a heart of a human. Meaning that we have been operating in a heart that is not of human. A heart that is hard. A stone heart. People who do not hear. People who, even if you stand here to preach to them, to tell them God is saying this, they don't look at you, they don't even obey, or they don't even respect that which is in you. If you know what is being taught here, you better style up. You better style up.
Because this will also, it has a mouth to eat. Praise be the name of God. It got a mouth to bless, and it got a mouth to eat. That God had decided Kenya is a springboard of the revival of the gospel of Jesus Christ. And being the revival, the springboard of the revival of the gospel of Jesus Christ, then people must be streamlined. This is the year 2023. It's a year of repentance. It is a year of saying what you've been doing behind the scenes. It is a year to say how many abortions you've done. It is a year to say this is what I've done. And then God will forgive you. For you to be given that heart of a human being, you must repent. You must recant. You must say, this I did. I did it in the night. Now I have to say it in the broad daylight. You have to say that I have been a conman. I have been a witch. I have been a devil worshiper in the church. I was sent to come and destroy people. I was sent to come and bring down ministry like this one. But it's very important for you to understand. For you to receive that heart of a human being, a flesh heart, you must be able to repent your sins. You not only repenting your sin, but also saying what you did openly to God. Telling God that yes, because some of you did an abortion when you were only in Form 1 and you forgot it. Why? Because you were just doing it because you want to go to school. But it was recorded. Hallelujah. Many of your children are suffering, not because they deserve to suffer, but because of your deeds. I was speaking to some people in a conference, and I reminded these people that the abortions you did, and much later you gave birth to children, and these children, you have taken them to school. You have taken them to good colleges and good universities. These children are now smoking marijuana and are in drugs. They will never succeed because the boy or the girl you killed the body, but the spirit is still alive. So they are monitoring. They are watching over you. They are watching what the other children are doing, and they are asking, why this came, we did not come. So in the spirit, they will torture those who are in the physical. That is why your children, you've taken them to the best universities, but nothing is coming out of them. They are being tortured in the spirit. They are being tortured in their lives in the spirit. Because you decided they will not come physically, but you decided some will come and eat your fruit, eat your sweat, eat whatever. That is one thing that has caused you not to stand. Some of us, they cannot even afford now to bring up children. Some of us, they cannot even bear a child. Because the spirit that is still existing. I was reminding another girl, it's a woman. I told her during the day of judgment, siku ya kiyama, Bwana Yesu asifiwe sana. Utaenda kupita hivi unasikia katoto kanakuita mam. Ukigeuka hivi kukauliza, ni nini? Nani wewe? Ni mimi yule ulirusha kwa choo. Because they are still growing. They are still existing. It is the body that dies, but the spirit do not die. This is the year that you must go say sorry for this burden that you are facing. For us to get a heart that is of flesh, we must come openly and say what we did.
How many people have you backstabbed? How many people did you hate? How many people did you work for their downfall? How many men and women have you destroyed in your life? For that heart to come of a human being, you must make it fleshly by recanting. So God is blessing this country. It's a year of faith. It's a year of abundance, but not without a condition. And the condition is to surrender. The condition, he will not walk with you if you are not clean. In the book of Deuteronomy 28, the Bible says, let me read it for you. It's a verse that we've been reading. And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. The condition is to obey the voice. To obey what? The voice of your God. And if you obey the voice of what God instructs you to do, he will raise you above all the nations. There will be no diseases in your life. There will be no struggles in your life. You will not lack. Always you'll be finding them. Because the relationship between you and God will be back. And for those who obey the voice of God, their God, then God will dwell within themselves. God will walk with them. God will do things, all things together. And everything will be working in your favor. Kenya is a springboard. Tell your neighbor. Of the revival. Of the gospel. Of Jesus Christ. And the revival. Tell your neighbor. And the revival has already started by us repenting. God was revealing to me how men and the women of the cloth, how they worship the devil, yet they come at the pulpit to say hallelujah. How gospel musicians, how they go to seek powers from the devil himself so that they can become popular. They have turned gifts from God into talents. When you turn a gift, you stop using it to worship God. And a talent, it is for benefiting yourself. God is asking you to go back to the gift that God has given you. Because the gift is to empower you. Gift is to empower the body of Christ. Gift is from God and for God. But a talent is from God for you. Praise be the name of God. When you turn what you have for God, because it is coming from God, God will do it as it deems good for him. But when you do it and look at it as a talent is meant to benefit you. A talent will involve outside forces, but a gift only involves God. Praise be the name of God. So if you diligently and obediently follow what God will be instructing you to do, then all of you are going to succeed. But this is not and will not come to you. You will see others eating while you will not eat. Yet you are living in the same house because of your disobedience. So the blessing, the abundance of the coming year will only come to the people who will repent and recant their ways of doing things. Tell your neighbor, we must surrender. Tell him to surrender. Tell him to surrender.
and they will walk in my statutes and keep my rules and obey them. We will walk in the statutes of God, in the plan of God, in the ways of God, and not only walking, but also obeying what we will be walking. Hello? Hello? Munanishika vizuri? Tunaelewa? Eti tutatembea kwenye misingi thabiti ya kiungu. Na sio kutembea, pia kuheshimu yale mamlaka kutoka mbinguni. Ndio tutaweza kukula matunda ya mbinguni. For those who will not walk according to the will of God, utaangalia wakikula. Utakula kwa nini? Kwa macho tu. Utaona watu wakibarikiwa, utaona watu wakiinuliwa, utaona watu wakienda mbele. Lakini wewe utabaki mahali ulikuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni wakati wa kusameheana. Ni wakati wa kufuguana. Ni wakati wa kubarikiana. Ni wakati wa kupendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati wa kumtafuta Mungu. Ande tumtafute Mungu madamu anapopatikana. Wakati ndio huu wa kumtafuta Mungu kwa sababu anapatikana. Na ameachilia. Mwambie mzako ameachilia. And the Bible says that they may walk in my statutes and keep my rules and obey them, and they shall be my people, and I will be their God. You will a people of God, and God will be your God. Therefore, every single battle in your life will never occur. God will win every battle for you. God will destroy every enemy in your life. God will destroy every obstacle in your life. Let us look at the book of Deuteronomy, chapter number 7. I don't want to preach because I want you to hear this message properly. Though for those who are watching all over the world, just keep the pace. Chapter number 7 of Deuteronomy. When the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession of it, and clears away many nations before you. So, when the Lord your God brings you into the land that you are going to possess, it is not you who is going to take yourself there. It is God who is going to bring you into that land that you are going to possess, into that blessings that you are going to get, into that new job that you are going to receive, into that new marriage that you are going to get, into that kind of possession that you're going to receive. It is God that is going to take you there. So it is not by mighty nor by power. It is not your knowledge. It is not how you know whatever you know. It is not how best you're schooled. It is not how best you know how to preach. It is not how best you know how to do things. But it is God who will carry you into the land that you are going to possess. Therefore, human knowledge is zero. Mwambie mwenzako, akili yako imefika kikomo. Mwambie kwa hivyo wachane na kiberebere. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, he says, this land is possessed by the Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, the Jebusites, the 7 nations that are mightier and stronger than you. Meaning, it is not you who will win the battle. It is God who will do what? By having been obedient to the word of God. And this message is being sent to the people in the church. Because God was telling me, in my church, that is where we have prostitutes. In my church, that is where you have thieves. In my church, that is where you have devil worshippers.
witches, hypocrites, Sadducees and Pharisees, they are in my church. He is bringing a huge revolution in the church. Bwana Yesu asifiwe sana. He told me that he is bringing a huge revolution in the church. People will not be conned in church. Bishops, evangelists, messengers of the word, whatever you are, and you are not right, you will not be accepted. The Holy Spirit will chuck you out. He told me to tell you, he's closing churches. Bwana Yesu asifiwe sana. He will close those churches, and some people are going to be sacked. Already, some have letters from heaven. Already, there are bishops who may receive barua ya termination. There are prophets who may receive barua ya termination. There are praise and worship team who may receive nini? Barua ya termination. Therefore, hiyo maneno inaenda, utaona ikijifanya, ikionekana katika taifa hili letu. Kutakuwa na verse number 21. But as for those whose heart goes after their detestable things and their abomination, I will bring their deeds upon their own heads, declares the Lord. I will do what? I will bring their deeds upon what? Their own heads. Sijui kama mmenielewa vizuri hapo. It is a very bad year. And a very good year. So kama ulikuwa na kamupago ya kado, wachana nayo. Na kama wewe ulikuwa umeona Waruinge ni toro the handsome, wachana na yeye. Leave him alone. Otherwise your head, this amesemaje hapa, wacha turudie. But as for those whose heart goes after their detestable things and their abominations, I will bring their deeds upon their heads, declares the Lord. It is a declaration. It is not something that you can negotiate. It has been declared that what you do in the night, what you do, hiyo kauchawi inakuwaga nayo, hiyo kahirisi unaficha, hiyo kakitu kama kako mahali, kale mmeficha, umeenda kwa ule msewa huko Muranga ukawekwa kadito, umeweka hapa, ama ulichajwa ukawekwa hapa, it is going to be put in your head. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako kanisa itasimama. Mwambie kanisa itasimama. Ai, sijasikia. Mwambie kanisa itasimama. Na tabia zake na mienendo yake, kanisa itasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Umesikia kutakuwa na kichapo? Kutakuwa na nini? Kutokana na hizi vitu zote Mungu alikuwa ananiambia, the skin diseases, ndio Mungu aonyeshane, ndio huyo. Okay. Are you with that? Verse number 22. Then the cherubim lifted up their wings with the wheels beside them, and the glory of God of Israel was over them. So therefore, those who will walk according to the will and the plans of God, the glory of God will be witnessed mahali popote munaenda. Those who are sick, you will not need to go to a pastor to pray for you. You will just say a word, I be healed in Jesus' name, and you're going to be healed. This is the year that Jesus will do wonderful miracles that will cause everybody to come back to Jesus Christ. By the mention of Jesus Christ, cancer will go.
By the mention of the name of Jesus Christ, every disease, just name it, it will go. By the mention of the name of Jesus Christ, all poverties will go. By the mention of the name of Jesus Christ, every stagnation will go. By the mention of Jesus Christ, every limitation will go. Doors will be opened and the people will be free. Can you tell your neighbor, I'm free now? I'm free now. Wake up your neighbor there, tell her, I'm free now. Yes. Najua aliwacha ukiwa umefugwa, sasa ameamuka amekuta umefuguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ask your neighbor, what do you seek? That is the most important thing. Why are you here tonight? Why did you come here? To seek what? To know what? To understand what? Businesses will be streamlined. And those who using powers from Freemason, from Illuminati, all their businesses are going to be closed. And I told you when I was in Thika, some of the businesses of Freemason zitafugwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niko witness. Wamefuga. Kuna mahoteli kubwa kubwa kama 3 sasa imefugwa. Umejua hiyo mahoteli? Mnajua? Zimefugwa. Na as we go, zitafugwa mingi zote. Only the righteous will be able to stand. So prepare with your little money because you are going to be handed over a huge hotel like Hilton. Unaambiwa sasa wewe ndio tumepatia Hilton kwa sababu tumeshindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biashara yoyote ambayo imefanyika kwa hilisi ama kazi yoyote ambayo imeingia kwa njia ambayo sio mzuri itaaguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uliigiza na ukaigia kwa kabuni kwa njia ambayo ilikuwa ni ya chochoro, you are going down. Itafugwa. It will be so painful for you because ya tabia iliyokusababisha kufika huko. Makanisa yote ambayo ilikuwa na ukora yote inawekwa X. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. And the glory of the Lord went up from the midst of the city and stood on the mountain that is on the east side of the city. That the glory of God will climb higher up and will be witness that this woman, kila mtu atasema huyu ni mtumishi wa Mungu. Kupita tu mahali utapita because of the glory of God. Everybody will say huyu ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi yoyote atafungua kazi kadogo kabiashara kadogo apako hakana maana kwa macho ya watu katachipuka katapada. Hata ujiekelea kwa business kanaitwa nini? Kale kahoka hapa utajikuta na supermarket. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Mungu amesema atachukua utajiri ya heathens. Ya hao watu wachawi, watu wa Freemason, Let me declare to you today that in Nairobi, as we are talking now, has been taken over from the Freemasons. Amen. Every business that was owned by them, imefugwa. It will be so difficult for them. Wengine utasikia wanajinyoga. Utasikia aliingia bafu akaaguka. Bwana Yesu asifiwe sana. If they are not going to repent, the closure and the offices za hao watu na mabiashara zao na makanisa zao na madini zao zote zimefugwa kutoka leo. Kutoka leo, msema kutoka leo. Kutoka leo. Nairobi has been taken over by Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka leo, Nairobi has been taken over by Jesus Christ. You will be seeing the glory of Jesus Christ in every move you'll be making. There will be fire. People. Watu ambao wamejazwa na upako wa Yesu. Watakuwa akipita tu hivi unaona mtu ameanguka na mademoni zinaaguka. Because you will be walking like fire.
you'll be charged in a very powerful way. That wherever you go, whatever you do, kila kitu utaongelea, it's fire. Bwana Yesu asifiwe sana. Gayism and lesbianism will be exposed. Not the ones that are doing only, they are sponsors. Bwana Yesu asifiwe sana. Their sponsors are going because God has put a clause that our children are no longer going to be put subjected into gayism and lesbianism. God has decided Nairobi to be a city of the glory of God. It will shine. Tell your neighbor, Nairobi will shine. Tell your neighbor, Nairobi will shine. People will come from America to come and tap just an anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Jets from America will come to Nairobi to tap the anointing. Jets from UK will come to Nairobi to tap the anointing. Jets from Israel will come to Kenya to tap what? But the people that are holding the anointing, they don't understand what they have. Hallelujah. What the people are coming to tap from outside here, the owners, they don't understand whether they even own. Hallelujah. Hapo sisikii amen. Hapo amen imefifia. Hebu mwambie mwenzako that the owners, look at him, look at your neighbor. The owners that will cause Americans to come, that will cause people from Britain to come, that will cause the fake Israel to come. Sema fake Israel to come. The owners do not understand that they own. And this happens to be me. Bwana Yesu asifiwe sana. Kenya is going to be lifted into the stature of Israel. Kenya is not only a country of God, but a child of God. They will come to seek advice from here. The leaderships from political, economy, and the church will be changed to fit the plan of God. So we must walk according to the plan of God, not according to your plan. Hallelujah. Wow. Hiyo ya kuruka mwaka imefika. Iko karibu. Nataka nikumalizane na mwaka ndio tukigie mwaka mpige makelele yenu. Si ndio? Let's look at the book of John 1:38. Mokodiro, tuko sawa ama sarakasi zimeanza? John chapter 1 verse number 38. Jesus turned and saw them following, and he said to them, "What are you seeking?" And they said to him, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" Ask your neighbor, where is Jesus staying? Have you ever thought to want to know what is the home of Jesus? Jesus asked them, "What are you seeking?" They told him, "We are looking for where you stay." That is the mandate a Christian is being given. That from today we will be seeking to know the heart of Jesus. The heart of Jesus
is all about love. The heart of Jesus is all about giving. The heart of Jesus is all about outpouring love towards humanity. This is the time that you will be required to preach humanity, to love humanity, to walk humanity, and to be more less. And you allow your neighbor to be more than you. You become less while your neighbor becomes more. That if you have 2, you give 1. If you have 3, you give 2, you remain with 1. That there is nothing will be yours. This all belongs to God. The love of God is much superior than any other love. For us to win the battle, the love of God will exceed any other love. By seeking the love of Jesus, for having been given as a holy sacrifice to redeem mankind. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so whosoever believes will do what? Shall not perish. So it is all about believing in this holy sacrifice, so that whosoever that believes will not perish. And this Son was given to us as a sign of love, as an altar of love, as a covenant of love. And this love, it is what we are going to embrace. For those who are going to conquer, only people with love. When you look around you and see no enemy, when you look around you and see every person as a godly person, when you sit around you and see nobody who is inferior than you, but all equal in the eyes of God, those are the people that are going to win this battle. Bwana Yesu asifiwe sana. So Rabbi, sema Rabbi. Jesus turned and saw them following and said to them, what are you seeking? And they said to him, Rabbi, which means teacher. So meaning, the spirit that is being poured to us is a spirit of teaching and learning. So these people that will stand on the table and they shout as much they can, their time has come to an end. The teaching ministry has been released so that people will be taught the word of God. Hallelujah. They will be taught the Spirit of God. They will be taught the love of God. They will be taught the will of God. That is all Jesus is looking for. People walking according to the will. Our Father who art in heaven, thy will be done. So the will of God only will be done. We will be finding ourselves in the will of God, not in the will of man. You will be walking into the will of man, God. You will be doing things in the will of God. You will be standing in the will of God. Meaning all the forces against you will be defeated because the will of God is high. For those in verse number 39, he said to them, come and you will see. So they came and they saw where he was staying. And they stayed with him that day, for it was about the 10th hour. One of the two who heard John speak and followed Jesus was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, we have found the Messiah. Tell your neighbor, we have found the Messiah. We have found the Messiah. Who is the Messiah? Is the truth.
Who is the Messiah? Is genuinity. Who is the Messiah? It is God. So have you found God? Have you found God? And for those who will find God, they will not be sick anymore. For those who will find God, they will not be poor anymore. For those who will find the Messiah, for every move they will be making, they will be conquering. For everything that they will be planning to do, they will be winning. Our brothers and sisters who are in America, our brothers and sisters who are in Europe, our brothers and sisters who are in the Gulf, tell them it is their time. God is redeeming them. Bwana Yesu asifiwe sana. For us, we've been thinking people in Europe, America, and abroad, they are living in excellence, but they are the poor of the poorest. God told me, I'm going to rescue my children. They have been used in the foreign countries as slaves because of their detestable acts and behaviors. God has decided to redeem them because he sent them there to go and prepare the ground for those people who are there to come and see the country of abundance. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is a prophetic move. When the children of Israel, it was prophesied, they will go back to their country. They were scattered, but they will be brought back. Those who went to the Gulf, they had been taken there by God to see and observe the oils there, because that belongs to Kenya. Those who went to Europe, there was a reason for them to be in Europe, because they are riches. Like now, the riches of UK, United Kingdom, does not belong to UK. It was stolen from Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything that you find in the United Kingdom was stolen from here. And God is saying, this is the time of returning what belongs to you. What was stolen from you will be brought back. If you walk in the righteous way, if you walk in the way of God, if you walk into the plan of God, anything that was stolen from you, no matter what it is, it's going to come back. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor, it is coming back. Tell your neighbor, it's coming back. I did not hear you. I did not hear you. You can do it better. You can do it better. You can do it better. It is coming back. Bwana Yesu asifiwe sana. How many of you up to there are still blessed? And how many of you up to there, they think and they believe we are not yet blessed? Like this man there. Oh, thank you. Thank you, thank you, thank you, my brother. And in verse 40, one of the two who heard John speak, no, not 42, he brought them to Jesus, and Jesus looked at them and said, So you are Simon, and the son of John. You shall be called Cephas, which means Peter. The next day Jesus decided to go to Galilee, and he found Philip and said to him, Follow me. So names have been changed. Names have been changed. They knew you as a poor girl. They will know you as a rich girl. They knew you as a struggler. They will know you as a person walking in abundance. Jesus have changed because you have discovered the Messiah. Meaning from today henceforth, you will walk in the glory of God. You will walk in the glory of the Messiah. Because the Messiah will lead you to where you go. Praise be the name of God. No one comes to God with sincere heart and goes empty. Anybody that will come to God with a sincere heart must receive the blessings of heaven. So it is all about your genuinity,
your sincere heart, and your preparedness to serve God the way He's supposed to be served. Praise be the name of God. Until you are empty of yourself, you can't be filled. Therefore, God is calling upon you to empty yourself, to make yourself free, empty, so that you can be filled by the power of God, so that you can be filled by the word of God, so that you can be filled by the glory of God. You must empty. Ujeuri yako, you empty now. Umanga yako, you empty now. Your bad characters and behaviors, you empty them now for you to be filled. The Holy Spirit wants to find an empty vessel where the Holy Spirit can find a home. And they found a Messiah. And they found a Messiah who was waiting for people that they will work together. So is your body ready to be used for the glory of God? Is your body ready to be used for the love of God? Is your body ready to be used for the greatness of God? Are you ready? Ask your neighbor, are you ready? Ask your neighbor, are you ready, or you are stinking? Because if your body is not emptied, it means it is stinking of the rubbish. So you must remove the jealousy, remove the hypocrisy, remove backstabbing, remove Pride, remove hatred, remove Anger. So all this must be removed. The spirit of anger, the spirit of hatred, the spirit of jealousy, the spirit of idol worshipping. You must remove all of them for Jesus to find a home to settle. Bwana Yesu asifiwe sana. And those who will walk with Jesus, Jesus will win every battle. The Bible says that He is going to take you to the land that you are going to possess. And this land, you will not struggle to go there. He will take you. This thing that you've been suffering, we're looking for it, working for it, praying and doing everything, bribing and doing everything. God tells you it was very simple. You should have waited, lived according to His will, and He will take you there. Stop, tell your neighbor, wacha mahangaiko. Release yourself as a vessel to Jesus, and Jesus will lift you up. Bwana Yesu asifiwe sana. So until you are empty of yourself, you can never be filled. Tell your neighbor, until you are empty of yourself, you can never be filled. Mwambie basi wachana na hiyo tabia baya. God has no business with those who appear in His presence full of themselves. He has no business. Kama si mimi haigefanyika, kama si mimi haigenda, kama si mimi hii. Ulisikia hiyo neno, ulisikia hivyo, ulisikia kwenda, ulisikia nge, ulisikia kwe. Those people who are full of themselves, God has no business. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh my God. This is a very tough year. That you must refuse to be full of yourself. Ati mimi ninakuwa na power. Mimi ninakuwa na nikinua mkono hivi. Watu wanapona. Ati mimi mademons wakikuja na chapanaga nao na chapa. I have the power. The power niko na power. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati kama si mimi hiyo kanisa haigesimama, it is me. This is the time of dropping the lotus in your life. Drop every, mwambie mwenzako, drop every lutu in your life.